Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibu katika wasaa huu ambao tunaendelea kujifunza neno la Mungu. Na ujumbe wa siku ya leo unaenda kwa kichwa kinachosema namna ya kuvunja nguvu za giza kwa matatizo yanayojirudia rudia. Namna ya kuvunja nguvu za giza kwa matatizo yanayojirudia rudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko nami, mimi ni mwalimu Amos Leonard kutoka katika huduma hii ya Credibility Generation. Haleluya. Naomba sala ya wachungaji wa kweli wanao muomba Mungu kupitia jina la Yesu Kristo, lakini matatizo bado yanakuja kwenye maisha yako, yale ambayo unahisi kwamba kwa sababu umeokoka matatizo hayo yanaenda kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Hayaishi tu. Ni kweli yanaisha, lakini huwa hayaishi tu. Kuna hatua za kufanya ili matatizo hayo yawe kuisha moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naweza kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Biblia inasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Asifiwe. Neno kishamaliza. Yeye ambaye ukija kwake na mizigo, yeye anakupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini umekuja kumfuata yeye na bado unaonekana kuna changamoto mbalimbali bado zinajirudia kwenye maisha yako? Pengine ulikuwa unaanguka au unakamata na mapepo kuokoka, lakini umeokoka bado unashikwa na mapepo. Je, unaweza kusema andiko hili? Hapana, si uongo. Andiko hili lina maana na ahadi za Mungu ni za kweli, atakupumzisha. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza kusababisha tatizo hilo bado linajirudia, ikiwa ni pamoja na kurudi nyuma kidhambi, imani haba na vitu kadhalika kama hivyo. Sasa hapa nina njia na mbinu ambazo zitakusaidia wewe tatizo hilo lisirudie tena. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo hilo lisirudie tena. Njia ya kwanza ama namna ya kwanza ni kutubu na kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kweli umetubu na dhambi, lakini huenda kuna dhambi ambazo zipo maisha yako kwa kujua ama kwa kutojua bado zinakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wewe ulikuwa unakamatwa na changamoto mbali, aidha ni mapepo, ni magonjwa, umeokoka. Kuna dhambi unapaswa kuziacha ili mambo hayo yatoweke moja kwa moja. Mfano, wewe umeokoka, hapo kabla hujaokoka ulikwenda kwa waganga, kienyeji. Sasa kwa umeokoka unapaswa kuziacha dhambi hizo ili uwe kikamilifu katika miliki ya Mungu. Usiwe vuguvugu, ni ahili uwe moto ama baridi. Maana ukiwa vuguvugu utatapikwa na Mungu. Unapaswa kuchagua kwa moto ama upande wa nuru ya Yesu Kristo ili Mungu kikamilifu aponzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Acha dhambi kikamilifu. Tendo mabaya ambayo ulikuwa ukifanya hauna budi kuyaacha ili Mungu akupe ulinzi 100%, kwa sababu tayari utakuwa unatambulika wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakupasa uache dhambi kikamilifu. Inakupasa uache dhambi kikamilifu ewe mtu wa Mungu ili Mungu akupe ulinzi kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7, Biblia inasema, "Basi mtini Mungu, mpingeni shetani, naye atakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimtii Mungu na kumpinga shetani, naye atawakimbia. Hakimbii peke yake, anakimbia na mambo yake, anakimbia na magonjwa, anakimbia na tabia zake zote. Hata kazi zile za shetani ambazo zilikuwa zimebaki katika mwili wako, Mungu anazitoa sababu yeye akukaribia kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kumkimbia lazima shetani, na sio kwamba unakimbia hapo kesho unarudi. Ukirudi manake anashambulia zaidi, kwa sababu wewe haujulikani ni wa Mungu ama ni wa shetani. Ni aheri kujulikana moja kwa moja kwamba wewe ni wa Mungu ili Mungu akupe ulinzi wa karibu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya pili ni maombi. Maombi ni msingi wa kuvunja nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Unapookoka hupaswi kuishi tu kwamba tayari mimi nimeokoka, sasa nahitaji kufanya mambo yangu mengine pasipo kuomba. Unaweza kuzima moto ambao umeupokea kwa sababu hauombi. Na kwa sababu hauombi unazidi kujiweka mbali na nguvu za Mungu. Kwa sababu umejiweka mbali na nguvu za Mungu, ndipo hapo shetani anaweza kukaribia. Na kwa sababu anakaribia, yeye ni rahisi sana kukuataki na yale mambo yako yote ambayo tayari umeshakimbia nayo.
Sio kwa sababu umekoka shetani hayupo, umekoka shetani yupo around. Anasubiri wewe uachie mlango yeye aingie ili aweze kukuangamiza na lengo kubwa shetani yeye ni kuharibu maisha yako. Unaweza kuona hata pale Adamu alipokuwa katika ile bustani alikuwa kila mema ambapo Mungu alikuwa amempatia, lakini shetani lengo lake ilikuwa ni kuangamiza mwanadamu. Maana mpaka sasa maisha yanakuwa magumu mwanadamu kwa sababu ya shetani alimtakia mabaya mwanadamu. Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu naye unapookoka unapaswa kukaa katika maombi. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, omba usiku. Usikate tamaa. Pale totally utakuwa ni mtu wa Mungu. Yesu asifiwe. Tukisoma maandiko ya matakatifu kutoka katika kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 18, Biblia inasema sala zote, haleluya, sala zote na maombi msali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Yesu asifiwe. Hapa ni kuomba kwa kumaanisha kwa kukamilia. Unamuomba Mungu kila wakati na kuwaombea watu wengine. Vile unavyoombea watu wengine ndivyo hivyo Mungu anavyozidi kusika mambo yako mwenyewe. Unapaswa kudumu katika maombi ukimwomba Mungu ili Mungu azidi kukusaidia zaidi. Haleluya. Usivunjike moyo. Omba. Unaposikia watu wanakisha na kuomba ni kujiweka tayari kwa ajili ya wakati wote, wakati wa dhiki na wakati mzuri. Unaomba Mungu wakati mwema ili katika wakati mabaya uwe stable, uwe na moto, uwe na nguvu. Ukiwa katika maombi, shetani ni ngumu sana kukuataki kwa sababu tayari wewe muda wote upo connected na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kuwa connected na Mungu nyakati zote. Unapaswa kuwa connected na Mungu majira yote. Haleluya. Unapaswa kuwa connected na Mungu nyakati zote ili Mungu azidi kutendea zaidi na zaidi. Njia nyingine ni imani. Njia ya tatu ni imani katika Yesu Kristo. Kuwa na imani. Unapoamini kwamba Mungu amekuokoa, amini kweli kweli kwamba Mungu ndiye amekuokoa. Yesu Kristo ndiye akabeba maumivu yako pale msalabani ili wewe uwe huru. Unapaswa kuamini kwamba na hata katika matatizo uliyoyapitia yeye mwenye uwezo kuyabeba ni Yesu Kristo. Na hata tunapopitia changamoto kwa maana jaribu, haupaswi kumwangalia mwingine, unapaswa kumwangalia Yesu Kristo ili akupe ukombozi kikamilifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapaswa kudumu katika imani ya Yesu Kristo. Haleluya. Ukiangalia katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kujifanya kuwa mdogo kwa ajili, nitarudia, akaisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mdogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake yeye aliacha utukufu mbinguni, akaacha enzi na mamlaka yake, akaacha zile sifa alizokuwa nazo, akaja hapa duniani kwa ajili ya ukombozi wako. Kwa hiyo unapaswa kumpokea, kuamini kwamba Yesu Kristo ndio jibu la kweli katika maisha yako. Yeye ndiye jibu la kweli katika maisha yako. Yeye anaweza kukupa uponyaji wa kweli, na ndio maana yeye alikuja ili akuondoe na dhambi ya asili, akuondoe katika hayo matatizo uliyokuwa nayo, ili Mungu upokee neema, na hiyo neema ikuponye dhidi ya magonjwa. Na hata magonjwa atakapokuja kwa namna majaribu, Yesu Kristo kimtazama anakumbuka kazi aliyofanya pale msalabani na kuweza kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yupo kwa ajili ya kuweza kukuokoa. Haupaswi kukata tamaa, haupaswi kuvunjika moyo, haupaswi kutazama pembeni, haupaswi kurudi nyuma. Unapaswa kumtazama Yesu huko ukisonga mbele, na Yesu kwa sababu anaona imani yako, yeye anazidi kuwa pamoja nawe, anazidi kukupigania. Hautaona shida wala changamoto zozote zile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Njia namba 4 ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno la Mungu.
neno la Mungu linapokuwa ndani yako, unapookoka, unapompokea Yesu na kukuepusha na mambo ya kale na kutoa katika mitego ya shetani na kutoa katika mizigo, kitu ambacho unapaswa kuwa nacho ni neno la Mungu. Ukiwa na neno la Mungu, na hata utakapoona dalili zozote za kushambuliwa na shetani, hata utakapoona dalili zozote za yale magumu ambayo umeyapita kurejea, wewe unapaswa kuwa na neno kichwani, unapaswa kuwa na neno la Mungu kichwani, una ufahamu wa neno la Mungu. Wewe utamwambia shetani, wewe umeshindwa, wewe umepewa mamlaka ya ukanyaga nge na nyoka, na hata ukinywa au kila kitu cha kufisha hakitakudhuru, kwa sababu unayo mamlaka katika Yesu Kristo. Yesu anakuambia, muombe, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtaona, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Yeye yuko standby kwa ajili ya kusaidia. Kama huna neno la Mungu, hautapambanua wala kuyatambua hayo. Unapaswa kuwa na neno la Mungu ili uweze kuyatambua na kuyapambanua hayo, na uweze kumpiga shetani kisawasawa, na mambo hayo yasiweze kuvamia tena. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame Mungu, wewe mtu wa Mungu. Mtazame Mungu, mtazame Yesu, mtazame Mungu, mtazame Yesu, naye atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Naye atakupigania, naye atakutetea, naye atakupigania. Haleluya. Mtazame Mungu, soma neno la Mungu, uwe na neno. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 17, Biblia inasema, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Huo ni upanga, utakusaidia wakati wowote. Neno la Mungu ni silaha. Neno la Mungu ni kinga kwa Mkristo na kwa muamini yule ambaye amepokea neno la Mungu. Unapokuwa na neno la Mungu, unakuwa na silaha ya kukusaidia wakati na nyakati yoyote. Unapokuwa katika tabu, magonjwa, kwa namna ya jaribu, kama ambavyo ilikuwa kwa Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu wa Mungu, lakini jaribu likatokea. Si kwamba ile jaribu ilikuwa la mauti, ilikuwa ni la kupima imani yake, kwamba katika kiwango chake cha imani anawezaje kuepuka magumu. Katika kiwango chake cha imani anawezaje kumtetea Mungu huyo aliyempata kwa thamani. Ndipo hapo unapokuwa umeokoka, unapoona dalili za mabaya yale ambayo umeyapita kukurudia, maana yake wewe unakuwa na neno la Mungu, unakuwa na silaha kwamba tayari nyie nimeshashindwa, magonjwa ulishashindwa, shetani ulishashindwa, unasimama na Mungu. Tayari shetani hawezi kukudhuru, wala yale magonjwa hayatakuwepo tena, kwa sababu yale magumu yote hayatakuwepo tena, kwa sababu Mungu yuko na wewe na umeshiba neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ama njia ya 5 ni ushirika na Wakristo wengine. Ni kuwa pamoja na waaminio, kuwa pamoja na watumishi wa Mungu. Unahitaji kutembea. Zingine inabidi upunguze marafiki ambao unaona hawana faida kwako, wale ambao unaona watakurudisha nyuma kwa namna ya kukurudisha katika uovu ambao ulikuwa nao hapo nyuma, wale ambao unaona watakurudisha kwa waganga wa kienyeji, wale ambao unaona wale watakurudisha katika magumu, katika tabia mbaya, katika uzinzi, katika uasherati, katika uongo, katika makundi mabaya. Unajaribu kuepukana nao na kukaa na watu ambao ni waaminio, wenye tabia nzuri, ambao watakufundisha, watakuelekeza, watakushauri masuala mazuri ya Yesu Kristo, kukusaidia kuwa na mienendo na tabia nzuri. Watakushauri, watakaa na wewe. Wanapokaa na wewe, maana yake utapata faida. Moto wako watazidi kuchochea moto wako, utakuwa na kusonga mbele na hautarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 25, Biblia inasema, wala tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hayo kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Wala tusiache kukusanyika
pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na tuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Tusiache kusanyika kama ilivyokuwa desturi ya watakatifu, kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Tukikaa pamoja, tutaonyana, tutakaripiana, tutafundishana, tutaelekezana mambo ambayo yatupasayo kufanywa huku Yesu Kristo akiwa pamoja nasi, kwa sababu Biblia inasema wakusanyikapo 2 au 3 kwa jina langu, mimi niko katikati yao. Kwa sababu Mungu yuko katikati yetu, Mungu yuko pamoja na katikati ya waaminio. Hata wewe ukiungana nao unakuwa pamoja na Mungu karibu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapaswa kuwa pamoja na Mungu, pamoja na watu wa Mungu, ili mambo hayo yaondoke moja kwa moja kwenye maisha yako. Kwa sababu hizi naamini tatizo hilo halitajirudia kabisa. Mungu akubariki sana. Waweza kufumba macho yako mahali popote ulipo ili niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, wameona mtu wako huyo amekupokea wewe, lakini alikuwa na dalili za kurudi nyuma, au pengine amerudi nyuma kwa sababu ya changamoto mbalimbali, au saa nyingine magumu amempata tena kwa sababu ya kurudi nyuma. Bwana Yesu, inaomba ukamtendee. Wewe ni mwema na ni mwaminifu. Wewe aliyemwokoa, ni wewe aliyemchagua na si yeye aliyekuchagua. Inaomba Bwana ukamtendee kwa nguvu na mamlaka ya uwezo wako. Inaenda kinyume na hila zote za shetani, na kila pando sio lipanda katika maisha yake na ling'oa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Inaomba Bwana ukamtendee, naomba Mungu ukamthamini, inaomba Bwana ukakae ndani ya maisha yake. Mungu msaidie katika kila namna. Mpe Roho wako Mtakatifu akamuongoze ili asirudie kutenda dhambi tena. Futa kila na yote ya mabaya, futa kila anayote nguvu za giza, futa magonjwa, futa kila na yote ya laana, futa mikosi yote katika maisha yake, na ishindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Bwana kwa kumemtendea. Yote nimeomba kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu ambaye umenisikiliza, Mungu akubariki sana. Kama unahitaji maombi zaidi, ushauri na mambo mengine, wasiliana nami kwa simu nambari 0786614210. Namba hii unaweza kuitumia kwa njia zote: WhatsApp, kupiga ama kutuma ujumbe, na kwa njia kawaida kupiga ama kutuma ujumbe. Lakini pia ni kushauri kwamba usiache kusubscribe katika channel hii ili uweze kupokea mambo mengine mengi mazuri. Lakini pia sambaza na wengine wapate kubarikiwa, wapate kuponywa, na Mungu atakubariki zaidi. Mungu akubariki sana. Mimi ninaitwa Mwalimu Amos kutoka katika huduma hii ya Credibility Generation. Mungu akubariki sana. Amen.